إنما الأعمال بالنيات. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. Ndugu zanguni katika imani, na kuhusieni baada ya kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zanguni katika imani, hakika Allah tabaraka wa taala amemuumba mwanadamu na akamweka katika ulimwengu huu, katika dunia hii. Lakini katika kumweka katika ulimwengu, dunia hii, hakumwachia tu aishi anavyotaka, afanye anavyotaka, isipokuwa Allah tabaraka wa taala kamwekea utaratibu na nidhamu. Kwa utaratibu huo na nidhamu hizo akizifuata mwanadamu, basi ataishi katika dunia yake kwa amani na utulivu, na atakuwa ni mwenye kheri na baraka. Lakini akienda kinyume na utaratibu na nidhamu aliyompangia Allah tabaraka wa taala, basi ataishi katika ulimwengu huu, katika dunia hii, kwa dhiki, kwa matatizo, kwa machafuko, kwa hali ngumu na misukosuko mingi. Ndugu yangu katika imani, miongoni mwa nidhamu ambazo Allah tabaraka wa taala amemwekea mwanadamu na utaratibu aliomwekea mwanadamu ni nidhamu ya utawala. Ndugu zanguni katika imani, nidhamu ya utawala ni nidhamu ambayo Allah tabaraka wa taala amemwekea mwanadamu, bali amemwekea Muislamu. Popote atakapokuwa, basi ni lazima nidhamu ya utawala ifuatwe. Hata tukiangalia katika ibada zetu tunazozifanya, tutaona kuna sura ambayo Allah tabaraka wa taala ameiweka ya kutufundisha sisi Waislamu kuwa ni lazima kuwe kuna utawala. Angalia swala zetu tunazoswali, lazima awepo mmoja ambaye anatuongoza sisi katika ibada hii. Hatuwezi kufanya chochote mpaka anayetuongoza katika ibada ya swala akifanye, sisi ndiyo tutakifanya kile. Ndugu zanguni katika imani, hii ni ishara ya nidhamu ya utawala. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi imepokewa na Bukhari na Muslim min hadithi Anas. Hadithi hii anatusimulia Anas radhiyallahu anhu, anasema kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, innama ju'ila al-imamu liutamma bi, si kwa linginelo amefanywa imamu. Imamu anayekusudiwa hapa ni imamu wa sala. Innama ju'ila al-imamu liutamma bi,
si kwa linginelo. Amefanywa imamu wa swala liutamma bihi, afatwe. Na imamu wa swala ndiyo kiongozi kipindi hicho katika swala. Huyu ndiyo kiongozi anayetuongoza sisi sote ambaye tuko nyuma yake. Amefanywa imamu huyu liutamma bihi, afatwe. Kama afatwe, Mtume akaweka wazi, fa idha kabbara fakabbiru, akitoa takbiratul ihram na nyinyi ndio mtoe takbira. Akitoa takbira na nyinyi toeni takbira. Wa idha raka'a farka'u, akirukuu na nyinyi ndio mrukuu. Wa idha rafa'a farfa'u, akiinuka kutoka kwenye rukuu na nyinyi ndio muinuke kutoka kwenye rukuu. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd, akisema sami'a Allahu liman hamida, kuinuka kutoka katika rukuu, basi na nyinyi ndio muinuke kutoka katika rukuu na mseme rabbana walakal hamd. Wa idha sajada fasjudu, na anaposujudu na nyinyi sujuduni. Hii hadithi hii ndugu zanguni inatuonyesha nidhamu ya utawala na nidhamu ya uongozi, kuwa huyu imamu ni kiongozi, haufai kumkhalifu kwa hali yoyote ile, hata ikiwa aliyekuwa nyuma yake ana elimu zaidi yake, amehifadhi Qur'ani zaidi yake, anaijua Qur'ani zaidi yake. Haifai kumkhalifu kabla hajatoa takbiratul ihram, eti wewe utoe takbiratul ihram. Ni haram na sala yako haikubaliki. Nini tunapata miongoni mwa faida katika hii hadithi? Ni nidhamu ya utawala na nidhamu ya uongozi. Kuwa kiongozi kwa hali yoyote atakayokuwa nayo anatakiwa afuatwe. Miongoni mwa faida za swala tunazozipata ni kutufundisha nidhamu ya uongozi na nidhamu ya utawala, na mtawala anatakiwa aweje. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wala yaummanna ar-rajula fi sultani, wala asimsalishe mtu kumsalisha mtu mwingine katika utawala wake. Toka unapotoka huko, lakini maadamu wewe sio imamu arratibu wa msikiti huu na misikiti mingine, kwa elimu utakayokuwa nayo, sheria haikuruhusu kupita mbele kusalisha hali ya kuwa imamu ratibu wa msikiti yupo. Huyu ndiyo kiongozi ambaye anatakiwa kuwasalisha watu, ndiyo kiongozi eneo lake. Mtu mwingine asije hata kama anamzidi imamu elimu, ili mradi imamu ratibu yupo, hautakiwi wewe kusalisha. Ndugu yangu katika imani, Uislamu unatufundisha nidhamu ya utawala, nidhamu ya uongozi, nidhamu ya kuwa nyuma ya viongozi. Swala hii inatufundisha hivyo ndugu yangu katika imani. Bali Uislamu ukatufundisha nidhamu ya utawala na uongozi paka katika familia zetu. Lazima kuwe kuna kiongozi. Haiwezekani familia ikaenda hivi tu pasina kupatikana kiongozi wa familia. Lazima apatikane. Mtume katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuonyesha katika familia ni nani kiongozi katika familia. Aliposema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyya, akaendelea kusema wal amiru ra'in warrajulu ra'in ala ahli baitihi, mwanamume ndiyo mchunga na kiongozi kwa watu wa nyumbani kwake. Wewe mwanamume ndiyo kiongozi, ndiyo mtawala, ndiyo amiri, ndiyo msimamizi katika familia yako wewe. Na Allah akajalia familia hizi, uongozi huu kwa familia
kauweka katika mikono ya mwanamume. Mwanamume, wewe ndiyo kiongozi. Kisifanyike kidogo kikubwa katika familia yako, lazima uhusishwe kwa 100%, kwa sababu ndiyo kiongozi na utaulizwa. Hivi ndivyo Uislamu unavyotufundisha, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo Uislamu unatufundisha lazima apatikane kiongozi, bali Uislamu ukatufundisha lazima apatikane kiongozi na atiiwe kiongozi, na watu ni lazima wawe wana kiongozi, hata kama wakiwa ni watu watatu wametoka kwa safari zao za kibiashara, za ibada, safari zozote zile, basi wachague mmoja wao awe ni kiongozi wao ili awaongoze. Lazima apatikane mmoja awe kiongozi. Hii ni nidhamu ya uongozi, ndugu zanguni, na nidhamu ya utawala. Ni lazima apatikane kiongozi na mtawala. Mtume, hadithi ya Abi Huraira, anatuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha kana 3 fi safarin falyuamiru ahadahum, watu wakiwa watatu katika safari, basi wamfanye kiongozi, amiri mmoja wao. Wasiende tu hivi kwenda tu, lazima apatikane kiongozi katika nyinyi watatu mnaokwenda kwa safari yenu yoyote ile, lazima mchague kiongozi. Qala al-Imam Shawkani, Imam Shawkani anasema alipokuwa anasherehesha hadithi hii na hadithi mfano wa hizi, anasema hadithi hii dalilun ala annahu yushra'u likulli adadin balagha 3 fasa'ida an yu'ammiru alayhim ahadahum. Hii hadithi ni dalili ya kufanywa, ni sheria, kila idadi ya watu inapokuwa watatu na kuendelea, basi wamfanye mmoja wao kuwa ni kiongozi. Lianna fi dhalika, kwa sababu kufanya hivyo, kumchagua kiongozi katika watatu na kuendelea, as-salama min al-khilaf, ni jambo ambalo linawatia katika usalama na mparaganyiko na mgongano, kwa sababu wakiwa watatu hakuna kiongozi, kila mmoja atajiamulia anavyotaka. Lakini akiwepo kiongozi na watu wakajua nafasi ya kiongozi na haki ya kiongozi, hawawezi kuparaganyika pale kiongozi anapopitisha shauri kusema sasa tunashika mwenendo huu, maadamu kauli yake sio ya maasi, kiongozi anatakiwa atiiwe. Kwa hiyo kuteua kiongozi ni takwa la kisheria watu wanapokuwa watatu na kuendelea, na hao watatu na kuendelea ni lazima wamsikilize kiongozi, wamtii kiongozi, maadamu kiongozi huyo hawaamrishi katika maasi. Jambo hili al-Imam Shawkani anasema jambo hili as-salama min al-khilaf, litawaweka salama na mparaganyiko, alladhi yuaddi at-talaf, mparaganyiko ambao unapelekea katika mizozo. Famaa adami at-ta'mir, lakini wakiwa watu zaidi ya watatu hawakuchagua kiongozi, yastabiddu kullu wahidin bira'yi, kila mmoja atakuwa anashikamana na rai yake, wayafalu ma yutabiqu hawahu, na kila mmoja atakuwa anafanya yale ambayo anayataka katika nafsi yake. Fayahlakun, na wakiwa hivi basi wataangamia. Ndugu zanguni katika imani, Uislamu umetuwekea nidhamu ya uongozi. Kila sehemu ni lazima apatikane kiongozi, na haki ya kiongozi ni kutiiwa, maadamu ajaamrisha katika maasi, ni kutiiwa, ndiyo haki yake. Kwa vyovyote atakavyokuwa, mnaweza kukaa mkatofautiana na kiongozi, mkatofautiana sana tena sana, lakini mwisho kiongozi akitoa kauli yake, maadamu kauli hiyo sio maasi, rejeeni katika kauli ya kiongozi kuwa nyuma yake. Hapa ndiyo kuna usalama. Tukienda kinyume na hivyo, basi kama anavyosema al-Imam Shawkani,
watu wataangamia, na kweli mtaangamia. Hamtofanya chochote kile maadamu umemkhalifu kiongozi katika sala ambalo sio la maasi. Na hapa waislamu wengi tumeferi, hatujui nidhamu ya uongozi. Wengi tunaona kiongozi ni mtu wa kawaida, ni mtu ambaye ana uwezo wa kumkhalifu kwa vyovyote vile, ili mradi rai yangu naiona mimi ni sawa na rai ya kiongozi aliyopitisha. Saa zingine wapo na watu wanamuunga mkono katika rai hiyo na sio maasi. Kiongozi akachukua rai hiyo, mtu anaona hapana, kiongozi ni wa kawaida huyu, naweza kumkhalifu. Hili ni tatizo kubwa na ni gogoro, kuanzia katika ngazi ya familia mpaka katika ngazi ya juu. Hakuna kiongozi ambaye anatiiwa, na hapa ndipo tulipoteleza ndugu zangu katika imani, ambapo kiongozi wa familia asipotiiwa, familia hiyo haibaki salama. Kiongozi kazini asipotiiwa kwa jambo ambalo sio la maasi, kazi hiyo haiwezi kubaki salama. Kiongozi wa sehemu yoyote asipotiiwa, sehemu hiyo haiwezi kubaki salama. Bali kiongozi mkubwa wa nchi asipotiiwa, nchi hiyo haiwezi kubaki salama. Faya halakun, watu wataangamia. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba. Alhamdulillah hamdan shakirin wa nu'minu bihi imanan muqinin wa nuqirru bi wahdaniyati qarar as-sadiqin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ndugu zanguni katika imani, lazima tujifunze kwa matukio. Inawezekana ukazungumza watu wasijua unachozungumza ni kitu gani, lakini baada ya matukio ukizungumza watu ndio wanajua ni kitu gani unachozungumza. Ndugu zanguni katika imani, Uislamu umeisha tuwekea taratibu. Endapo tukizifuata hizi taratibu, tutabakia ni salama, na endapo tukiona sisi ni wajanja, basi usalama haupo. Uislamu umetufundisha ndugu zangu katika imani, taatu ulati al-umur, kuwatii viongozi, kuanzia kiongozi wa chini umtii katika jambo ambalo sio la maasi, mpaka kiongozi wa juu wa nchi umtii katika jambo ambalo sio la maasi. Ukienda kinyume na hivyo, basi ujue kuwa hakutokuwa na amani wala usalama. Hata kama ukijiona uko sawa sawa, ukimkhalifu kiongozi, wewe uko kwenye matatizo. Ikhwani fillah, allamatna alhaya anna alkhuruj ala alhakim mufsidun lilqulub mudammirun lilbilad walibad. Hali halisi imetufundisha, maisha tuliyopitia nyuma imetufundisha anna alkhuruj ala alhakim, kuwa kutoka dhidi ya kiongozi, kutoka dhidi ya mtawala, kutokumtii mtawala, mufsidun lilqulub, kuna haribu mioyo, mudammirun lilbilad walibad, kuna angamiza miji na wanadamu. Na wallahi kutoka hili kila mmoja anashuhudia hili, kuwa kutokumtii kiongozi. Kiongozi anakuamrisha hapana, wewe unasema hapana, nitatoka, nitafanya hivi. Mufsidun lilqulub, unaharibu moyo wako, na madhara yake unaenda kuharibu mji na unaenda kuangamiza watu, kama mji ulivyoharibiwa na watu walivyopata madhara na mioyo ilivyokufa. Sababu ni nini? Alkhuruju ala alhakim, kutoka dhidi ya kiongozi. Kiongozi yoyote, ili mradi kisha kuwa kiongozi, wewe unatakiwa umtii ndugu zangu katika imani. Na hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum, na wenye madaraka juu yenu nyinyi mnatakiwa kuwatii. Wenye madaraka ni watu gani? Wanawazuoni wanasema wenye madaraka al-umara wal-ulama. Al-umara ni viongozi, wal-ulama na wanawazuoni. Hawa ndio mnatakiwa kuwatii. Mtiini Allah na mumtii mtume
na wenye madaraka juu yenu, viongozi na wana wazuoni muwatii, sababu viongozi hawa ndio wanakuendesheni mambo yenu biidhnillah, na wana wazuoni ndio wanakufundisha njia gani ya kupita wewe umwabudu Allah, na njia gani utafanya utaamali na kiongozi kwa hali yoyote itakayokuwa. Ndugu zangu ni katika imani, fa idha dha'at huququl ulama, haki za wanawazuoni zikipotea, watu wakaacha kuwasikiliza wanawazuoni wao ambao wameamrishwa katika aya wawatii, watu wakaacha kuwasikiliza, wakawasikiliza watu katika mitandao ya kijamii, katika meseji, katika nini, katika klipu, hao ndio wakawa wanawazuoni wao, wanawaelekeza na wenyewe wanawapa sikio, wanaelekea kule wanapoelekezwa. Mwanamke yuko mbali, mjinga mmoja, hana akili, hana dini, anakuelekeza wewe utoke nje ya kiongozi wako na unakubali. Ukifanya hivi, jua athari yake ni kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Idha dha'at huququl ulama, haki za wanawazuoni zikipotea, mkaacha kuwasikiliza wanawazuoni wenu pale wanapokuelekezeni. Wadha'at huququl umara, na haki za viongozi zikapotea, mkaacha kuwatii wanawazuoni wenu katika mambo ambayo sio ya maasi, mkaacha kuwatii viongozi wenu katika mambo ambayo sio ya maasi. Kwa message moja na clip moja dakika 2-3 ikakutoa katika mstari wa kisawasawa. Fa idha dha'at huququl ulama wal umara, haki hizi za wanawazuoni na haki za viongozi za kutiiwa zikipotea katika ulimwengu, Sheikh anasema fasadal alam, ulimwengu unafisidika. Ulimwengu hauwezi kufisidika endapo watu wakiwasikiliza wanawazuoni, hauwezi kufisidika. Ulimwengu hauwezi kufisidika kama watu watawasikiliza na kuwatii viongozi wao katika jambo ambalo sio la maasi. Ulimwengu hauwezi kufisidika. Ulimwengu uliharibika, ukafisidika, madhara yakatokea, sababu ni moja tu, kutokuwatii wanawazuoni na kutokuwatii viongozi. Mambo yakabadilika, fasadal alam, ulimwengu unaharibika. Ndugu yangu katika imani, watu unasikia wanakuja na hoja kuwa kiongozi sasa ana dhulma, anafanya hivi. Ndugu yangu katika imani, nidhamu ya utawala katika Uislamu na nidhamu ya uongozi katika Uislamu, unatakiwa wewe umtii kiongozi kwa hali yoyote, maadamu hakuamrishi katika maasi. Hili tujifunzeni. Tumejikwaa hapa nyuma hapa kwa sababu hatukuwasikiliza viongozi, hatukuwasikiliza watawala, tukajikwaa na madhara yakatokea. Hivyo hivyo tusijikwae tena mbele kwa haya maneno mnayosikia haya na mipango ambayo watu wanaisema. Tusijikwae tena. Uovu wa kiongozi, dhulma ya kiongozi haikupi nafasi wewe uwe dhidi yake maadamu hakuamrishi katika maasi. Hakadha allamatna alhaya, hivi ndivyo maisha yametufundisha. Laiti tungewasikiliza viongozi tukawatii katika jambo ambalo sio la maasi, isingetupata hali ambayo tuko nayo. Sikiliza hadithi hii ya mtume ambayo ameipokea al-Imam Muslim. Mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi anasema, yakunu ba'di a'imma, watakuja kutokea baada yangu viongozi, la yahtaduna bihudai, hawaongoki kwa muongozo wangu, wala hawaongozi kwa muongozo wangu. Viongozi hawaongozi kwa muongozo wa Allah, wanaongoza kwa miongozo yao ya katiba na vitu vinginevyo. Mtume kisha sema watakuja kutokea viongozi wa namna hii, wala yastannuna bisunnati, wala hawatoshikamana na mwenendo wangu. Wana mienendo mingine wanayoifuata huko, mienendo ya kibepari, mienendo ya nini, wanajua wenyewe mienendo wanayoifuata sio mwenendo wa mtume, lakini ndio viongozi hao. Wayaqumu fihim rijalun, na watasimama katika hao viongozi wanamume, watu
qulubuhum, mioyo yao, qulubu shayatini fi juthmani insi. Angalia ibara ya mtume aliyotumia. Katika hao viongozi watapatikana qulubuhum qulubu shayatin, mioyo yao ni mioyo ya mashaitani, fi juthmani ins, katika kiwiliwili cha mwanadamu. Lakini ndiyo kiongozi, ana moyo mgumu, ana moyo msusuwavu, ana moyo wa hivi, hafati sunna za mtume wala mwongozo wa mtume, lakini ndiyo kiongozi. Mtume anasema watakuja kutokea viongozi wa namna hii. Sahaba aliposikia maneno ya namna hii, watakuja kutokea viongozi, mwenendo wa mtume wauweke pembeni, wala hawana habari na mwenendo wa mtume. Ni mioyo yao ni kama mioyo ya mashaitani fi juthmani ins. Sahaba akashangaa sana, akasema kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dhalik, nitafanya nini ewe mtume wa Allah nikiwa katika zama hizo? Na ndio zama tulizokuwa nazo, ala saraha, ndio zama tulizokuwa nazo. Hakuna kiongozi katika nchi zetu hizi ambazo tunaishi wanahukumiana kwa kitabu na sunna za Allah. Hayupo. Nitafanya nini nikipatwa na zama hizo? Niwe dhidi yake, nitoke, nimtukane, nifanye hivi, nimfedheheshe, nifanye nini mtume? Nisimsikilize, nisimtii, nifanye nini? Qal, mtume akamwambia tasma wa tuti' lilamir, msikilize na umtii huyo kiongozi maadamu wa kuamrishi katika maasiya. Msikilize na umtii. Mtume katika kuweka wazi kuwa haifai kumwasi kwa aina yoyote ile maadamu wa kuamrishi katika maasiya, mtume akasema wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka fasma' wa ati'. Fa in duriba dhahruka, hata kama mgongo wako ukipigwa na huyo kiongozi dhulman, hauna uwezo, dhaifu wewe, wa ukhidha maluk, na mali yako ikachukuliwa, huwezi kuitetea, dhaifu, huwezi kufanya chochote, fasma', msikilize, wa ati', na umtii. Madhara ya kutoka dhidi ya kiongozi katika jambo ambalo sio la maasiya na hauna uwezo, madhara yake ni makubwa, na kila mmoja anajua madhara haya, wala hakuna haja ya kuyaongelea. Ndugu zangu katika imani, hakadha allamatna alhaya, hivi ndio uhai na maisha na hali halisi imetufundisha madhara yetu sisi na tabu tulizopitia. Tumemuasi kiongozi, tumewaasi viongozi wetu wa dini kwanza, ambao walituelekeza huko tunakoelekea sio sawa. Pili, tumemuasi kiongozi ambaye alikuwa kishatahadharisha hili, tumemuasi. Kwa hiyo jibu lake ni nini? Jibu lake ni haya yaliyotokea. Ndugu zangu katika imani, hakadha allamatna alhaya, hivi ndivyo uhai ulivyotufundisha. Wakadhalika allamatna alhaya, vile vile uhai umetufundisha na hali halisi imetufundisha anna tarka al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hali halisi imetufundisha kuwa kuacha kuamrishana mema na kukatazana mabaya ni sababu ya Allah kututelemshia adhabu. Hatukusimama kisawasawa baada ya kusikia maneno haya, hatukusimama kisawasawa, kila mmoja kwa nafasi yake kuamrisha mema na kukatazana mabaya. Ndiyo maana adhabu imetufikia. Ndugu zangu katika imani, Allah tabaraka wa taala anatuambia katika Qur'ani, wakati alipokuwa akiongelea Banu Israil, akasema Allah, wa idh qalat ummatun minhum, na kundi la Banu Israil miongoni mwao wakasema, lima ta'iduna qauman, nyinyi kwa nini mnawapa mawaidha hawa watu ambao Allahu muhlikuhum, Allah tawaangamiza kwa maasi yao, kwa vitimbi vyao, au muadhibuhum adhaban shadida, au Allah tawaadhibu adhabu kali. Na sisi ndio tulikuwa hivyo, tunasikia watu wana mipango michafu mibaya,
hatuwakatazi. Tunasema mtaona, lazima tusimamie na sisi. Hii nchi ni yetu sote. Kikiharibika kimeharibika sote, kikitengemaa imetengemaa wote. Sisi ni lazima tusimamie kila sehemu, mtu asimamie kuamrisha mema na kukataza mabaya. Usiseme kama alivyosema Banu Israel. Kwa nini unawapa mawaidha hawa? Allah atawaangamiza tu hawa au atawaadhibu. Lakini wale waliokuwa wanajua fadhila ya kuamrisha mema na kukataza na mabaya wakasema, qalu ma'dhiratan ila rabbikum, tunafanya hivi kuchukua udhuru kwa Mola wenu, kwa Allah sisi tulisema na wewe chukua udhuru. Inawezekana sauti yako ukasema haifiki popote, lakini sema, kataza, kemea. Allah ataifikisha anapoweza kuifikisha, na ataipa taufiki anapoweza kuipa taufiki. Usione munkar watu wanataka kuharibu ukanyamaza. Hapana, hii ni sababu ya adhabu kunyamazia munkar. Allah akasema, falamma nasu ma dhukiru bi, zama wale waliopewa mawaidha ya kuacha maasi yao, walipopuuzia na wakasahau yale waliokuwa wakitahadharishwa kwayo, wakapuuzia. Angalia, wakapuuzia wakaacha. Anjaina alladhina yanhauna 'anis su, Allah anasema tuliwaokoa wale ambao walikuwa wakiwakataza watu na maovu, waliokolewa na adhabu ya Allah. Sema, inawezekana Allah akileta adhabu akakuokoa wewe kwa sababu umekataza munkari. Sema, anjaina alladhina yanhauna 'anis su, tuliwaokoa wale ambao walikuwa wakikataza maovu. Wa akhadna alladhina dhalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, na wale ambao waliokuwa wakifanya dhulma, wakifanya uharibifu, tukawaadhibu adhabu mbaya. Ndugu zanguni katika imani, kutokuamrisha mema na kukataza mabaya ni sababu ya adhabu kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Laiti tungesimama sote kwa pamoja, kwa wingi wetu, kila mmoja kuanzia katika familia yake, akaita watoto wake, akaita wajomba zake, akaita nani, kila mmoja akasimama. Hawa waliotoka katika majumba hawa, ndugu zanguni, hawa wanajiita Gen Z, si wanatoka katika majumba ya watu? Wametoka mbinguni kudondoka? Si wametoka katika majumba ya watu? Si wanaishi na jamii? Si wana watu, wana majirani? Inawezekana ni jirani yangu, jirani yako. Dauru yangu mimi ya kufikisha ujumbe kuwa hilo sala halifai ni lipi? Nilinyamaza. Kama kunyamaza, adhabu ndiyo hiyo Allah tabaraka wa taala ametushusha. Sikiliza hadithi hii ya mwisho, hadithi ya Hudhaifa, imepokelewa na Imam Tirmidhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, walladhi nafsi biyadi, namwapia Mola ambaye nafsi yangu iko mikononi mwangu, la ta'murunna bil ma'ruf, wallahi mtamrishana mema, wala tanhauna 'anil munkar, na mtakatazana mabaya, au la yushakanna Allahu an yab'ath alaykum iqaban minhu, au msipoamrishana mema na kukatazana mabaya, wallahi inakaribia Allah kukutumieni nyinyi adhabu. Kutokuamrishana mema na kukatazana mabaya ni sababu ya Allah tabaraka wa taala kutuadhibu. Tumejifunza hivyo, tusirejee tena. Unapoona moto unawaka kidogo, usiseme ngojea tuone utaishia wapi, nenda mbio kuuzima hapo hapo. Usiseme mimi ni dhaifu. Allah anaweza kupitisha taufiki katika neno lako moja, ule moto ukazimika. Anasema kutokuamrishana mema na kukatazana mabaya, Allah anakaribia kukushushieni adhabu. Thumma tad'unahu, akisha shusha adhabu sasa Allah, thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, kisha mtakaa kumuomba Allah, mtaitana twendeni tukamuombe Allah kwa adhabu aliyotupa, fala yustajabu lakum, Allah hatakuitikieni dua yenu. Kwa sababu gani? Mmeisha khalifu nyinyi, hamkusimamia jambo zuri. Mmeona moto unawaka,
moto umeanza kuwaka, mmekaa kimya, unamaliza watu. Sasa watu wameshamalizwa, ndio mnasema muombe Allah, fala yustajabu lakum. Kabla ya kumwomba Allah, tusimamie kuamrishana mema na kukatazana mabaya, kuanzia ngazi ya familia mpaka huko juu, tuamrishane mema na kukatazana mabaya. Kila mmoja katika mtaa wake awe ni mtu wa kuamrisha mema na kukatazana mabaya. Popote utakapokuwa unapoona baya, simamia. Huenda Allah akileta adhabu atakutoa wewe kuokoa, kwa sababu uliamrisha mema na kukatazana mabaya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.